Ukiachana na kufanya kazi, project nyingi na wasanii na maofisi mbalimbali, unajua kila mtu anakuwa na kisa ama namna alivyokutana na mtu fulani. So leo nataka nikupe story ya Meshack na Juma Jux. Yaani namna nilivyokutana na Juma Jux na kufanikiwa kufanya naye kazi na vitu vingi ambavyo tulifanya tukiwa pamoja. So kipindi niko bado Dodoma, nilikuwa najuana sana na my brother Shifter ambaye alikuwa ni kama mentor wangu katika upande wa designing. Yeah, so kuna kipindi mimi nilikuwa natumia sana picha za Jux kwa sababu ziko simple na ni rahisi kufanyia matangazo. So kwenye kujipa matizi nilikuwa natumia sana picha zake. So siku moja nikamwomba Shifter namba ya Jux. Nikamwambia, "Nahisi una namba ya Jux, naomba nisaidie." Akanipa. So siku hiyo nakumbuka niko nyumbani, ilikuwa mida saa 12 hivi. Nikasema bila nijaribu kupiga namba. Ni kweli namba? Nikachukua namba nikavuta mkonga. Kama zali, iliita kama mara 2 akapokea. Alipopokea nikaanza kutetemeka. Unajua ile hofu, kweli akapokea. So nikapokea ngajamsha, bana mimi naitwa Meshack, nafanya masuala ya designing, natamani kufanya kazi na wewe. Lakini kabla sijaongea hivi nilianza ile kuna ile namna kama kujiongeza. Nikamwambia bwana, samahani, huwa natumiaga picha zako kwenye kufanyia designing bila kibali chako, naomba unisamehe sana kwa sababu napenda muziki wako na kufuatilia sana na natamani kufanya kazi na wewe. So akaniambia, "Sawa, nimekusikia. Siku nikiwa na kazi nitakucheki." Akaniambia poa. Nakumbuka hapa ilikuwa ni kama mwezi wa 6 hivi. Tunaendea wa 7. So poa. Baada ya pale siku nyingi zimeenda. Nilikuwa tumesave namba yake na nilikuwa si view status zake wala sikupata nafasi tena kwenda kumtumia message. Nikaendelea kufanya mambo mengine. Ilipofika mwezi wa 9 na tarehe, kulikuwa tarehe 1 na tarehe 2, akanipigia, ikaniingia namba ngeni ambaye ilikuwa ni manager wa Jux. Lakini mimi nilikuwa sijui kama ni manager. Akanipigia, akaniambia, "Ndio naongea na Meshack." Nikamwambia, "Ya." Akaniambia, "Mimi manager wa Jux. Nimepewa namba yako na boss, nikucheki kuna kazi nataka tufanye." Kwanza nilihisi hivi naota ama ni masiala. Pale nakumbuka nilikuwa na project, nilikuwa na shoot kipindi. Nikamwambia, "Fresh, naweza nikafanya." Akaniambia, "Bwana, tunataka tutengeneze artwork ya birthday, ratiba kama detail plan." Akanipatia. So ile kwamba kweli Jux alikuwa na namba yangu kutoka mwezi wa 6, alikana mpaka leo na kampa mtu anitafutie. Kwa hiyo manake kwa jamaa alielewa mzigo wangu, alielewa kazi zangu. Nikasema basi sawa. Nakumbuka nilifanya artwork kama 12 tofauti nikamtumia. Baada ya kuwatumia, Jux ana tabia, kazi yake anapenda kuitolea maoni ama kuiedit yeye mwenyewe. So akanipigia Jux, nilikuwa nimesave namba yake. Aliponipigia simu ilikuwa naita, niko Dodoma FM nafanya kazi kwenye redioni. Na kwamba nilitoka studio nikakimbia nje walipokuwa wamekaa washikaji kuonyesha kwamba wanangu Jux kapiga simu. Yaani kwamba sio kwamba mimi ndo nimempigia, leo kanipigia mwenyewe. So nikapokea, nikawa nimeweka loudspeaker. Akanipigia. Jux ana heshima sana. Ukiachana ule uboss ukubwa, lakini ni mtu ambaye ana heshima sana na watu wanaofanya nao kazi. Akaniambia, "Blood, nimeona kazi nzuri sana lakini kuna kitu nimechagua hizi 2 nataka tuzifanyie marekebisho." So ile anavyonipa marekebisho, tunavyowasiliana nikafanya. Akaniambia, "Upo wapi?" Nikamwambia, "Mimi napatikana Dodoma." "Unaweza kuja Dar es Salaam?" Nikamwambia, "Anaweza."